Yes, karibu sana mwanahabari wangu wa Junior Media kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea kile ambacho siku ya leo kimeweza kujiri ama kutokea kule nchini Kongo na waasi wa M23. Niseme asante kwa tayari ambaye amesha subscribe, lakini kwa ambaye bado haujabonyeza alama ya kengele ambayo iko chini ya video yako, bonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia. Taarifa ambazo tunazo siku ya leo ni kutoka nchini Kongo na waasi wa M23, ambapo waasi hao waondoka katika mji wa Walikale kabla ya mazungumzo ya Katari. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejiondoa katika mji wa kimkakati wa Walikale, wakieleza hatua hiyo kama ishara ya nia njema kabla ya mazungumzo ya amani na serikali wiki ijayo. M23 imeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo tangu Januari, ambayo yamesababisha maelfu ya vifo na mamia kwa maelfu kuhama makazi yao. Mapigano hayo yamezusha hofu ya kutokea kwa vita vya kikanda, huku majirani wa Kongo, Uganda na Burundi pia wakiwa na wanajeshi katika eneo hilo. Serikali ya Kongo na M23 wanapanga kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja huko Doha wiki hii. Walikale huko kando ya barabara inayounganisha mikoa minne ya mashariki mwa Kongo, iko katika eneo lenye madini mengi yakiwemo madini ya bati. M23 waasi hawa waliahidi kujiondoa Walikale mwezi uliopita, lakini ilishindwa kufanya hivyo, ikishtumu jeshi la Kongo kutotimiza ahadi zake na kuondoa ndege zisizo na rubani. Wakazi wawili na afisa wa eneo hilo walithibitisha kwa Reuters wiki hii kwamba waasi wa M23 wameondoka katika mji huo. Msemaji wa jeshi Sylvain Ekenge aliambia Reuters siku ya Ijumaa wanajeshi wa Kongo wako huko na kuthibitisha M23 wameondoka. Mwanahabari, hizi zilikuwa ni taarifa kutoka nchini DRC Kongo na waasi wa M23, ambao waasi hao wameweza kuondoka katika mji wa Walikale kabla mazungumzo ya Katari ya mazungumzo ya kusitisha mapigano hayo, ambayo yamesababisha maelfu kuyahama makazi yao na kusababisha vifo pia kwa watoto, wazee na watu wengine kubaki bila makazi, chakula, dawa wala matibabu. Na hii ni kutokana na vita, lakini hospitali nyingi nchini humo zimekuwa na wimbi kubwa sana la wagonjwa ambao wako mahututi, hivyo wengine kufa au kufariki kutokana na kukosa matibabu. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami, niseme asante. Shukrani zangu za dhati zimwendee yule ambaye tayari amesubscribe, na wewe ambaye tayari umeendelea kuwa mwanafamilia, niseme asante kwa kuungana nami. Lakini kwa yule ambaye ndo mara ya kwanza, hakikisha na subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema. Asante na kwaheri, bye bye.